Bwana Tamara, karibu sana. Hapa ndo ambapo mimi naishi. Na naishi na ndugu yangu hapa anaitwa Zege. Na mida yake, muda si mrefu utamwona. Ijapokuwa mimi sipo sana hapa. Nimekuja tu kijijini kwa ajili ya jambo fulani hivi, lakini mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Sawa, mimi napenda tu kusema asante na Mungu atakulipia kwa msaada ambao umenipa. Usijali. Sasa uliniambia kwamba mwanaume wako amekufukuza. Unaweza ukaniambia ni kwa nini ama ni sababu ipi iliyomfanya yeye akufukuze? Nilishindwa tu kuvumilia vitu ambavyo ananifanyia. Mwanaume wangu amerudiana na mwanamke wake wa zamani. Nimejaribu kumwambia ananifokea. Nikijaribu kumwelekeza hivi anafoka kiasi kwamba akanifukuza tu pale nyumbani. Una muda naye gani tangu mpo kwenye ndoa yenu ama mahusiano yenu? Kama miaka 2.5. Miaka 2.5. Sasa Tamara, huwezi kupata mwanaume ambaye amekamilika, kwa sababu after all sisi ni wanadamu, hatujakamilika kwa 100%. Utampata huyu ana changamoto hii, huyu ana changamoto hii, huyu ni mlevi, huyu mzinzi, huyu mkorofi, huyu mgomvi. Yaani huwezi kupata mtu ambaye atakuwa ni mwema moja kwa moja. Kwa hiyo unachopaswa kufanya wewe ni kuvumilia, kwa sababu mwisho wa siku mapenzi ni maridhiano, mapenzi ni kuelewana na kustahimiliana pia. Hasa kama mtu amefanya kosa dogo tu, umefikia hatua ya kugombana, kufikia hatua ya kufukuzana nyumbani, ni kitu cha hatari sana hiko. Unajua kaka, kinachoniumiza kitu gani? Bora hata basi na mimi ningekuwa nafanya hivyo vitu. Labda niwe na wanaume wengine wa pembeni. Lakini mimi nimetulia afu anafanya tu upumbavu wake. Na ndio maana nikakwambia kwamba mnapaswa kuvumiliana na kuelekezana taratibu. Wewe kwani huyo mwanamke ambaye amerudiana naye ulimfumania? Mimi niliambiwa tuna rafiki yake. Unaona? Adam, tuzungumze kidogo. Sawa. Huyu ndo ndugu yangu anaitwa Zege. Sasa hiki chumba ambacho tumeweka mabegi ndo ambacho tutatumia. Sawa? Alafu nafikiri tutazungumza na kuweka vitu vingine sawa. Ngoja nimsikilize kwanza. Sawa. Okay. Zege. Marahaba Zena. Vipi, mbona na mikoba tena? Bado nina matatizo na nahitaji msaada wako. Una matatizo gani? Na unahitaji msaada gani kutoka kwangu? Nimetoroka nyumbani. Nini kinaendelea? Na kwa nini umetoroka? Odo, hapa sio sehemu sahihi ya kuliongelea hili swala. Ungenikaribisha ndani, tutaongea hata baadaye. Zena, nawezaje kukupokea nyumbani kwangu ili hali familia yako haijue? Odo, sina sehemu ya kukimbilia, ndio maana nimeona nije hapa. Naomba unisaidie. Na sihitaji shangazi alijue hili. Sawa, karibu ndani.
Ngoja kwanza. Hivi unaweza kuniambia kwa nini umenitoa pale nyumbani kwako na unaniambia kwamba twende nyumbani kwangu? Nimekutoa pale kwa sababu tena bado rafiki yangu. Angeweza kuja wakati wote ule. Kwa hiyo singeleta picha nzuri. Ina maana kwamba unamwogopa Zena? Au una mwanaume mwingine pale? Niambie kama unaishi na mwanaume, uniambie kabisa yani. Hapana wala. Sasa hivi ni bado mapema sana Kiraka. Ikifika kosa kuweka mapenzi yetu hadharani tutaweka tu. Au una mwanamke ndio maana usaki na mimi niende kwako. Lakini ni kwa shabazoea pale. Mimi najua kwamba pale ndo tunajiachia. Basi sawa, tuondoke. Sawa. Subiri basi. Subiri basi. Karudi nani? Rudi kama simuoni. Wewe siku zote utakuvuta bange wewe. Subiri kwanza nipokee simu. Halo. Jamila. Kuna nini tena? Aya, nakuja. Wajiba, kachukue maji ndani ukaoge basi. Na sitaanza kukutabana wewe kuchanganyikiwa. Subiri. Mbele na kwa Jamila narudi sasa hivi. Kachukue maji ukoge kwanza ukalale. Hapa ni kwako? Ya, hapa ni kwangu. Japo sipamiliki hapa. Kuna mzee anaishi Dar es Salaam. Aliniweka hapa kwa ajili ya kuangalia mazingira hapa nyumbani na kufanya usafi. Kwa ndo maana naishi hapa. Ni vizuri. Asante, karibu. Asante. Fifi, kiukweli niseme nashukuru sana, maana umeniokoa katika jambo ambalo nilikuwa sijui kama najiokoa vipi. Kiukweli sikuwahi kufikiria kama Zena ni mwanamke mbaya kiasi hichi. Yaani kuna wakati najiuliza, vipi kama ningemuoa alafu mambo yote haya nikaja nikajua tayari nishaingia naye kwenye ndoa. Kiraka. Naam. Nilifanya yote kwa sababu nakupenda. Nisingekubali mwanaume ninayempenda aende katika njia ambayo sio sahihi. Nashukuru sana. Fifi, nakupenda sana. Kinga. Ndiyo. Mimi sijazoea kula ndizi na maganda. Au wewe uliona wapi mtu anakula pipi na maganda?
kwa ajili ya usalama wetu Kiraka. Sawa, nakuja. Aha, ndugu yangu, vipi tena? Mbona umekuja haihai hata kumsalimia mgeni? Na mazito kaka. Mazito gani? Kumuhusu Zena. Kama kuhusu swala la pesa, si tayari nimeshakutumia kwenye simu? Muamala nimeupata, lakini kama inawezekana bwana Adam, swala la kumwoa Zena tulisitishe tu. Sijakuelewa. Unajua, yaani nawazaje kusitisha swala la kumwoa Zena na kipindi chote ambacho nimepoteza hapa kijijini kwa ajili yake? Na nisitoshe, nilishakwambia kaka, ni kwa kiasi gani mimi namhitaji. Kama kuna kipingamizi kingine chochote niambie, tuweze kulisolve hilo tatizo na harusi ifanyike. Siku hizi zimekwisha za kukaa hapo, ujue. Adam, kama inawezekana huu mpango wa ndoa tuusitishe tu, kwa sababu sipo tayari kakaangu wa damu uingia kwenye shimo la moto kiasi hicho. Unajua mimi sikuelewi. Afu naona kama unanifanyia masihara. Halafu unavyoendelea kuzunguka hivyo, unaelewa kitu gani? Nimekwambia niambie, nenda straight to the point kwamba bwana, kuna changamoto 1 2 3 4 5. Kwa sababu mimi tayari nimeshapoteza muda wangu hapa na nahitaji kuondoka. Lakini sitaji kuondoka mpaka nifunge ndoa na Zena. Kuna nini? Hebu niweke wazi basi. Kaka, Zena ni mwasilika. Zena ni miongoni mwa watu ambao wanatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Tena ni mtu maradufu tu kwa hapa kijijini. Wewe umejuaje hilo? Mimi kanaambia mtu muhimu kabisa wa Zena. Yaani kiufupi hizi ni taarifa rasmi kwa mtu ambaye anamjua nje na ndani Zena. Kaka, huu mpango tuusitishe. Nitakupoteza.